Mbingu haitujibu kwa sababu tuna mahitaji. Mbingu inatujibu out of our realizations. Realizations zetu, exposure zetu ndo zinafanya mbingu kutoa aina fulani ya majibu. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye hajajibiwa ni mjinga mahali fulani. Mtu yoyote ambaye hajajibiwa hana maarifa mahali fulani. Na nikusaidie tu ukweli, mtu ambaye ana maarifa ni mjinga. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, Mungu hajibu wajinga. Au niifanye iwe nyepesi kidogo, Mungu hajibu wasio na maarifa. That's why the Bible says, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Unasemaje watu wako wanaangamizwa kwa kukosa maarifa wakati unatakiwa uwasaidia wewe? Si ni watu wako unatakiwa uwasaidia. Anasema hawana kiwango cha maarifa kinachonifanya mimi ni move. I would move, but the kind of ignorance in them restrict me to move. My God. Tunadhaniaga ni dhambi inamfanyaga Mungu asitembee katikati ya watu, kumbe ni ujinga. Lack of knowledge resists God. Lack of knowledge can block God not to pass. Kukosa maarifa, kukosa ufahamu kunaweza kumfanya Mungu asimove kwenye taifa. Watu ni wajinga, watu hawajui ufahamu, watu hawana ufahamu, watu hawataki kusoma. So sasa unaweza ukaelewa, Ulaya ni Ulaya kwa sababu watu wa kule wanapenda maarifa, na bongo ni bongo kwa sababu sisi tumeyakataa. Biblia inasemaje? Kwa kuwa umeyakataa maarifa, na mimi nimekukataa wewe. Ni Hosea anasema, kwa kuwa umekataa maarifa, na mimi nimekukataa wewe. Can you imagine? God can resist a person not because he's a sinner. Huyu jamani sio mzinzi, sio mlevi, sio muhuni, ila amekataa shule. Mungu anasema mimi nimekukataa. So mwaka huu ujifahamu hivi mama, you will stand by force. In other words, favor is per knowledge. Here is Daniel is saying, as if malaika anamwambia hivi, tangu ulipotia ufahamu, wewe maombi yako yalishajibiwa. Kwa hiyo mtu wa Mungu nikutie moyo kwamba usome vitabu tu ili kujaza maarifa. From today, don't read books for the sake of reading books. Read book for searching answers. Kwa ukishajiona kuna level fulani ya uchumi unajisogea, level fulani, acheni kusoma hivi vitabu vya sui mapenzi yalimfomwagikia kwenye ndoo. Nini? Shemeji, mbona wazima taa? Mungu hajibu 3 sitters 1 husband. Be on search of purposeful life. Be on search of purposes. So I'm reading a book because I want to know about financial breakthrough. Nataka kujua kutoka kwa Mungu. Mungu anawaza nini juu ya mambo ya financial breakthrough. Kumbe the level of information that gets in our mind, God is checking. Huyu anajua paka wapi? Huyu anajua paka hapa. Huyu anajua paka hapa. Huyu anajua paka hapa. Anasema tangu siku ile ulipotia ufahamu. From the day you put understanding and knowledge within you. Na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako. Maneno yako yalisikiwa. Hapo. Ufahamu Danieli aliupataje? Kwa kuvisoma vitabu. So when you are buying a book, a certain book, and starts reading, God is watching. Yes. Anasema mimi Danieli kwa kuvisoma vitabu nalifahamu, na baada ya kufahamu nikaweka nia kuomba. Malaika anakuja sasa hivi, tangu siku ile ulipotia ufahamu. Maombi hayakujibiwa wakati tunaomba, maombi yalijibiwa wakati tunasoma. Majibu ya huyu jamaa yaliachiliwa wakati jamaa ameshika kitabu. Kwa maana yake nini? God is expecting aliyemaliza kusoma hiki kitabu, hakuna